Ramadhan, 10 la kwanza ni 10 la rahma, na 10 la pili ni 10 la maghfira, na 10 la mwisho huwa ni 10 la itqu minan nar. 10 la kwanza la rehma, la pili la kuomba msamaha, lakini pia la mwisho ni 10 la kuachwa huru na moto. Hivi ndivyo ambavyo tumesikia na tunaendelea kusikia. Lakini ulama wanasema hadithi ambayo imekuja kugawa Ramadhani katika makumi kama ilivyozoeleka ni hadithun dhaifun. Tena wengine wamesema ni munkar, yani hadithun dhaif, bimaana kwamba sio mafundisho na maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallama. Wakasema usahihi ni kwamba mwezi wa Ramadhani wote ni mwezi wa rahma, mwezi wa Ramadhani wote ni mwezi wa maghfira, na mwezi wa Ramadhani wote ni mwezi wa kuomba kuachwa huru na moto wa jahannam. Rahma maana yake ni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala huruma yake juu yako, kwa sababu vitendo tulivyo navyo, ndugu zangu katika imani, hata kama tunafanya ibada, lakini sidhani kama kuna mmoja wetu ambaye ana uhakika wa kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutegemea matendo yake. Zaidi tunategemea nani? Rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo muda mzuri wa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala rehma yake ni ndani ya fursa hii ya mwezi wa Ramadhani ambayo tumeipata. Lakini pia maghfira ya Allah subhanahu wa ta'ala, msamaha, muda mzuri wa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha wake kwa wingi ni ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu katika imani, ukiambiwa uombe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, uombe kwa Allah subhanahu wa ta'ala kitu ambacho ni kizuri zaidi, muombe Allah subhanahu wa ta'ala msamaha wake, kwa sababu atakapokusamehe Allah subhanahu wa ta'ala atakufungulia na mambo mengine mengi kuanzia dunia yako na akhira yako. Allah anasema kwa kumzungumzia Nuhu alayhi salatu wassalam, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, nikawaambia muombeni msamaha Mola wenu, hakika yeye ni mwingi wa kusamehe. Akishakusameheni, yursilis samaa alaykum midrara, Allah ataziachia mbingu zitanyeshesha mvua, tena mvua nyingi nzuri yenye manufaa. Yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin, Allah atakupeni kwa wingi mali na watoto. Kwa kupitia nini? Istighfari, kumwomba Allah msamaha. Kwa hiyo tukithirishe kuanzia mchana wa saum na usiku wa saum, tusipoteze muda. Hii ni fursa adhimu ambayo kuna watu walitamani na waliazimia wakifika ndani ya Ramadhani wataitumia fursa hii vizuri. Lakini pia la mwisho ni kwamba itqu minan nar. Maana ya itqu minan nar ni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala akuache huru na moto wa jahannam. Usiwe katika watu ambao walioandikiwa kuingia katika moto wa jahannam. Mpaka sasa hivi kuna baadhi majina yao yameandikwa kwenye mlango wa moto, pamoja na kuwa moto umefungwa, lakini kuna watu majina yao yako pale, wanasubiria kuingia kulingana na matendo walionayo. Sasa Allah akatoa fursa na nafasi ya kumuomba. Usisubiri tu akupe tu, muombe Allah subhanahu wa ta'ala, uoneshe kwamba una uhitaji wa kusamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala, wa kuachwa huru na moto wa jahannam, moto ambao ni hatari. Ukisoma Qur'ani, sifa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameusifia moto ule, hakuna mtu ambaye anatamani au ana ujeuri wa kuthubutu kusema moto umeumbiwa watu na pepo wameumbiwa watu. Kwa hiyo
wewe nenda kafanye vya kwako vya kukuingiza peponi, na mimi nitafanya ya kwangu ya kuingia motoni. Hakuna mtu mwenye akili timamu anaweza akatamani kuingia katika moto ambao kuni zake ni watu na mawe. Kwa hiyo leo nilikusudia kufafanua kama walivyofafanua wanachuoni kulingana na hadithi hii ambayo imezoeleka, na kuna maimamu wengi sana wanasimama kwenye mimbar wanaizungumzia kama hivyo. Maana yake 10 likishaisha la kwanza hakuna kumwomba Allah rehma. Kama hukumuomba huruma Allah subhanahu wa ta'ala huruma yake, maana yake wewe katika watu waliohurumiwa na Allah haumo. 10 la pili katika watu ambao waliosamehewa na Allah, kama hukumuomba haumo. Kwa hiyo 10 la tatu pia wewe utakapojisahau haumo, wewe utakuwa katika watu wa motoni tu. Hapana, ni itikadi ambayo sio sahihi. Tuendelee kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala huruma yake, tuendelee kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha wake, tuendelee kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kuachwa huru na moto wa Jahannam. Ndugu zangu katika imani, haya ndio ambayo nilikusudia kukufikishieni. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie amali zote tunazofanya ndani ya mwezi wa Ramadhani kwa ajili ya kutaka radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa